TV, empowering lives. Lakini nikajua kuna Mungu anajuaga his ways of selection. If you are not part of something and you are trying to make yourself part of something, even if you wanted, yani unasikia tu unataka, Mungu atakung'oa if you are not part of the people that chosen for that. Because every move, it has a team that God selects. God selects his own team. Because we are going to do some, tulikuwa tunapita hiyo nafanya prayer walk kuzunguka kukamata mji wa Nairobi. So kube sikuwa nimesoma, asubuhi saa 9 nikiomba, Mungu akaniambia nisome ile mambo ya Gideon na venye watu walikunywa maji kama ng'ombe, wengine wakakunywa kama watu. Sasa mimi sikushika, ni kuambio na abio jioni kuna watu watakunywa maji kama ng'ombe na kuna wengine watakunywa kama nini, watu. Na sasa hawa watu tukatoka hapo tukaenda kurudi hapa, tulikuwa watu kirodo, hesabu hizi viti zote hizi za mbele, hizi zote hivi, hizi zote hivi, hesabu tukirudi tulikuwa hizi. Nikajua this battle is not for all people. It is a battle selected for a few people. And this is why I came to understand, to learn. Gideon alikuwa anatayarisha 32,000 people. You can be preparing an army of 32,000 people, 100,000 people, only to be told this battle will be won by yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, it was a big statement which Gideon never understood. I don't think mpaka leo Gideon yamewahi kushika nini alikuwa anaambiwa, because he was told this battle you shall win as a man. Naye akarudi kuambia Mungu, sasa unaniambia nitawin as a man. Kirani yetu ndio kidogo, kabila yetu ndio kidogo. What do you mean? And this is an army, a vast army of about 7 tribes, 6 tribes. The Girgashite, the Amorites, the whatever site, the whatever Mosite, Mokatite, Hittite, Wotatite, what? Walikuwa 7 nations mightier and stronger than you. So he went on until God declared, and akamwambia, you wacha ujiga, mighty man, you're a mighty man. Sasa una imagine mighty man huyu kama jana alikuwa amejificha ndani ya guruga. This mighty man God is revealing, alale guruga ira akihora ndere ku guruga thini na ngaikuria aramutambura, wewe kwenda ukae huko, unataka waanze kubembelezwa hapa, kwenda kaa upo motoke huko tu kuinagira rwimbo rumwe rwa mwitio. Alimwambia mighty man. Bwana Yesu asifiwe sana. Mighty what? Mighty man. Heaven you are known as a mighty man. Hapa duniani wewe unakaa kwa dere, kwa guruga, niko rahorera dere. You see the difference between you and God? God is not seeing how you are or what you think you are. The posture, the type of a man, the type of a person you think you are, it is not what God is thinking about you. The kind of people, I may want to have all of you to go in a prayer, your 7 days fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. But God is not for the 7 day with you. He is for 7 days with her. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we have different battles. And these different battles, they come differently. Hello? These different battles, they come differently with the different soldiers. Wakati unaonaga riot imetokelezea, ni ma-GSU utoka, wasikari wa butu wanaambiwa kaa kwa kambi. Ami inaambiwa kaa kwa kambi. GSU ndio inakuja kuhandle the riot because they are trained for that. The calling we have, the different training that we have gone through is differently manifested into us so that we can perfect according to God's will. So ukiona tulikuwa na wewe alafu kesho ushindwe kukuja, usiende ukisema ati watu mako guate. Meko Asha, you are not supposed to be there. That is why umechoka. That is why. So na safari tunaenda tu, kuna wale wanajua kuomba. Unajua kuna mtu anaweza kuwekelea kichwa yake hapa, aitoe hapa kesho, na maneno inaendelea kutoka tu. Mimi ukinipatia dakika 5 nishamaliza story 5. But I know how to command. I know how to do things. I know I need 5 minutes, but 1 year of commanding things because of that 5 minutes. 5 minutes imeniwezesha kucontrol the whole system. Lakini kuna mwingine hapa kama sasa huyu
atikiturumithia haha lazima no nginya hoye ete shosho wawe ete guka wawe ete duothe ramaka arafu athiome athi kwa William atugera la bagada au mera bagada ikoroke haha au ge ore kakakaka au meha ore kakaka athi hallelujah athi hau hage by the time wereketie ena hujia magana mere theini wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na mgeni wangu, rafiki yangu sana, naitwa Kamunya Bishop, kuja karibu hapa. This gentleman nitakuja kuambia who he is later on, si leo, lakini I will tell you he's my friend and we will look amwere beyond Bishop Kamunya. Nigetha tubange andu aya wega, tumapackage wega, nigetha maiganire haria turenda. Na najua kuna neno ya leo kwa sababu nimeona ni Bishop. Uache si atunenea kidogo. Mnaweza taka mgeni atunenea kidogo. No mwende mgeni. Ni mutimenyerete riu. Simuminizoea. Mpaka mmechukula chakula yangu mpaka riu mrali unaruhusiwa no getheri. Ila no getheri, umuthe ni getheri. Hallelujah. Kana kio umuthe kiuma tofauti. Roda. Okay, thank you. So Bishop, ngoragwo na tugondu tutu ni tuohetwo ni Mwathani twa ithaa riri ni mokaga makakinya kou na nyuma na tugondu tungi muthenya na rucini tuma na tugondu tungi riu ni ngenagio ni tugondu tutu kadaria uru Agnes rĩrĩa ngaria no reta ng'ondu ukahaha iguru. I want to welcome this man of God, speaker Ariria Doya. Adoa ni agai ne joe wa gai na ne joe dogi agakiu ya kumera. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bishop Kamunya is my name. The son of a woman called Wambui, the son of a man called Kamunya. Bwana Yesu asifiwe. I'm a father. I'm married to a lady called Rose for the last 36 years. And I'm a father to a son and 2 daughters. My son is the pastor of Deliverance Church Kimbo Ruiru. Ukienda pale hiyo kanisa inaonekana hata ukiwa pale kwa flyover pande hii. Pastor wa hiyo kanisa ni kijana yangu. My daughter is with Family TV na pia anahubiri akiwa huko ndani. Bwana asifiwe sana. Na kuna mwingine mdogo bado yuko shule, msichana pia, na mama yao ni mwalimu. Kuna watu hapa wengine wanatujua kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa full time, this is my 37th year since I became a full time minister by the grace of God. I became a pastor before I got married. Bwana Yesu asifiwe sana. And by God's grace, the Lord has allowed me to visit 49 countries of the world preaching his word. Bwana Yesu asifiwe sana. And I preach the Bible the way it is. Mimi naamini kuhubiri Biblia vile ilivyo. Na sio tu kuhubiri Biblia, maisha yangu pia nimeomba Mungu anisaidie kila wakati niwe mfano. I have children I'm bringing up and I want to be a role model. I don't want my children to see their daddy on TV, waone baba yao anadanganya watu. May God forbid. It will never happen. Bwana asifiwe sana. The Bible says if we walk in the light as he is in the light, then we have fellowship one with another.
Bwana asifiwe sana. I love the word of God the way it is. And one thing I have discovered is that this is a church that loves to pray. My life personally, my spiritual life is founded on prayer. Kwa sababu bila maombi hatuwezi tukafanya mengi. If we don't understand things within the spiritual realm, we will live a life of defeat. We will live a struggling life. Bwana asifiwe sana. But I want to live a life where I have dominated. I have to live a life where I have the authority. I want to live a life where I'm able to understand where I'm coming from and where I'm going to. And by the grace of God, I want to keep the faith. Biblia inatuambia without faith, we cannot please God. Anybody that comes before God must believe that he is, and that he's a rewarder of them that diligently seek him. Na Biblia inatuambia whoever seeketh findeth. Na Mungu anatuambia if you seek me, you will find me. Watu nafikiria Mungu ako mbali sana. But I was taught that he's only a prayer away. Because when you pray, his presence will be found. When you pray, you will not remain the same. When you pray, you will know very well that your life has changed. Something is happening. And we can only control the forces of the world by prayer. Nobody can teach us how to pray. We can only learn how to pray by praying. Hakuna shule unaweza ukapelekwa ufundishwe kuomba. Watu wamefundishwa, wamedanganywa, wameambiwa ati you pray in the King James way, then Mungu anasikia. Watu wameambiwa mambo mingi. Lakini the only way to learn how to pray and to pray through is by you personally praying. You will get to a point whereby utakuta mnapelekana sasa, mambo ya kiroho unaanza kuyaelewa. Na mambo ya kiroho ni mangumu. Si mambo rahisi sana vile watu wanafikiria. Lakini mimi nilikataa kabisa kuwa mtu wa dini. Bwana asifiwe sana. Mimi niliokoka mwaka 78. I'm sure there are many of you who are not born. Bwana asifiwe sana. Wakati huo tulikuwa under Jomo Kenyatta, baba ya uhuru. Bwana asifiwe sana. I'm talking of Kenyatta 1. Tumekuja Kenyatta 2, si ndio? Sasa mimi nilikuwa wakati wa Kenyatta 1 na nilikuwa kwa shule. I remember my first meeting, nilienda Archbishop Kitonga. I was in school uniform na bag na kinyasa nikitoka shule, Bishop Kitonga kihubiri. Na alinijua tangu wakati huo, hajasahau na mimi mpaka leo. And he's still preaching and still going strong. Bwana asifiwe sana. When we see such generals of God still preaching and keeping the faith, somebody who has preached over 60 years, unaona neema ya Mungu pale ndani. Ukifikiria mambo ya kiroho vile yako, na vile kuna vita nyingi za kiroho. Kuna mtu aliimba wimbo akasema vita vyetu ni vikali. Ni lazima shetani ashindwe. Mwingine akaimba wimbo akasema kujazwa na roho ni Yesu alisema. Si ndio? Wala wanapinga mambo ya kujazwa na roho. Kujazwa na roho ni Yesu alisema, na ahadi zake hazijakoma milele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele.
Because the word of God cannot be changed. Yesu alisema, the scriptures cannot be broken. Hata mtu aje atuambie ametoka, he lives in the moon. And he has come with another doctrine which is not in the Holy Bible. I will not believe him. But if you challenge me with the Holy Scriptures, I will kneel down, you will lay hands on me and pray for me to get delivered. Because the word of God is God himself. Na Biblia inatuambia God has lifted his word beyond his name. I watch over my word to perform it. Biblia inasema hivyo. Yani Mungu anatazama neno lake adhibitishe. So when you speak the word, you have security. When you speak the word, heaven is on your side. When you speak the word, God backs you up. When you speak the word, God confirms it. Bwana asifiwe sana. I've always told my fellow preachers, we have preached our messages long enough. Now it's time to preach his message. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Our children look like us because we produce of our kind. If I'm crafty, my children will become double me. Bwana asifiwe sana. If they have seen me pray, they have seen me preach, they have seen me do the Bible, that is what they will do. Sinimwambia watoto wangu wako kwa huduma. Kwa sababu walizaliwa wakakuta kwetu nyumba ni kesha. Kutoka hapo tunawabeba tunaenda open air. Tunatoka hapo tunaenda kutembelea watu, hata tunalima na wao kwa mashamba. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo wanatuiga. And the Bible says we raise our kids in the ways they ought to grow, and when they are grown, they will not depart from those ways. Hata kiroho. I was brought up by a very, 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 very serious man of God who was called Apostle Evans Murima. Huyo ndio alinilea kiroho. He's the man who saw the calling in my life. And he told me God would use me all over the world. And he ordained me a pastor in July 1987. Next month, I will be 37. Bwana Yesu asifiwe sana. And by the grace of God, I have seen God in my life. Bwana asifiwe sana. God has given me favor. I have never been a burden to any servant of God. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Lord gave me a very understanding wife. Because if a man of God doesn't have a wife, then he will have a knife. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mambo ya kiroho hii haieleweki rahisi. Ukiona mtu ambaye haelewi, anaona wewe ni mjinga, huelewi. Lakini ukiona mtu ambaye anaona na huyu mtu labda, huyu mtu ameitwa huyu. Na tutafika mahali Mungu atatuinua. Atakuombea. Bwana asifiwe sana. So she's not just a woman in my house. No, I also respect her. Somebody who can give you a testimony in your absence. Is very important. Aseme, huyo vile namjua huyo. Vile namfahamu mimi. Huyo ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaambiwa not by might, nor by power, but by
the Spirit of God. Mwenendo huu una vita mingi, especially kwa wale ambao wameamua ya kwamba watakaa na watatembea kwa ukweli, watakaa kwa maandiko. They have refused to compromise God. Dunia ya leo vile tunaielewa, bribes everywhere, left, right and center. Huh? Even in the church world. Alafu watu wana justify themselves. Wanasema render unto Caesar the things of Caesar, and unto God the things of God. And we know very well we cannot deceive ourselves. When you're not on the right track, you know it. We cannot deceive God. We cannot deceive the devil. If we can pay some small price and maintain the dignity of God, some small price, and keep the integrity of the word of God, beloved, you will see the fruits. You will see the fruits. Nobody can give more than God. Wherever we are faithful, God proves He's double faithful. I take nothing for granted. Every minute, every second, every hour, every day, God is involved. Let's be grateful to God for what He has done, for what He's doing, and for what He will continue to do. He gives the promise in the word, I shall never leave you. I shall never forsake you. Let every man be a liar, but God be true. Mimi napenda Yesu. Na mimi ni mhubiri ambaye ameokoka. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. I'm a preacher who is born again. I love Jesus Christ as my personal Savior. Bwana asifiwe sana. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Prayer is number one. God gave Solomon wisdom. And He said, no other man that will ever equal your wisdom. And the wisdom God gave him, first, number one, was to build God a house of prayer. A house of prayer. Jesus said, my house should be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. The work of God is done by prayer. The work of God is planned by prayer. The work of God is sustained by prayer. The family that prays together lives together. Bwana asifiwe sana. When you pray for your children, you will see results. When you pray for your family members, don't quarrel with them at wengine ni Jehovah Witnesses, wengine sijui ni SD. Forget about that. Just intercede. Just intercede. Be in the spiritual realm. Fight those forces. You will see them change one by one. One by one. One by one. One by one. Bwana asifiwe sana. Maombi ndio kila kitu. You will never ever lose in prayer. You will never. And any other power will be just paper power against prayer. Nobody can fight and win over you if you live a praying life. Why worry when you can pray
Trust Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, just lean upon his promise. Why worry, 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 when you can pray? Bwana Yesu asifiwe sana. Prayer is everything. People who love prayer, it doesn't matter how busy they are, they have time for prayer. Wezi kuniambia tunafanya kazi mpaka saa 24 hours, huna time ya maombi. Uzuri wa maombi, you can pray anytime. You can pray when you're working. You can pray when you're cooking. You can pray when you're having a shower. You can pray when you're walking. You can even pray when you're driving. You just confess the word. Cover your life by the blood. Cover your car by the blood. Bwana asifiwe sana. You see, the Bible says we don't know how to pray as we ought. But the Spirit himself with our spirit prays. When you get into the spiritual realm, you will understand, because the Holy Spirit himself guides us on how to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. What is prayer? Prayer is an act. Number one ni kitendo. Sindio, is an act of communication. Your inner feelings and desires to God based on the revelation of who God is. In other words, prayer is by revelation. When you pray by revelation, you will take prayer seriously. And the Bible says, this is the confidence. Sorry, I did not want to read the Bible because of time. Bwana asifiwe sana. Lakini yale mambo nasema ni mambo ya kumandiko. And this is the confidence we have in approaching God. That whatsoever we ask, asking is praying, whatsoever we ask in accordance to his will, he heareth us. I'm talking of the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Joshua, the God of Elijah, the God of the Bible. He says, I am the Lord God, I change not. So the God who was, the God who is, the God who will always be, he doesn't change. The world keeps on changing. The world keeps on going round and round in circles. Bwana asifiwe sana. So God is before and is after and is over the computer age we are thinking about today. He doesn't change. He remains Jehovah. Heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Every word of God is pure. It's a shield unto them that put their trust in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't accept to be a victim of the devil. But the devil will keep you down and make you remain down. No. You're a child of God. Cover yourself by the precious blood of Jesus Christ and take a step of faith. Faith says, I'm getting up. Faith says, I'm doing it. Faith says, I'm waking up. Faith says, I refuse to seek sympathy. I'm a child of God. I'm born again. I want God to manifest himself. That is the language of faith, which is the language of God. Faith speaks, and faith speaks the language of God.
Whatsoever you speak with your mouth happens to you. And whoever talks to you fertilizes your mind. Biblia inasema bad company destroys the good morals. What company do you keep in your life? Marafiki zako ni akina nani? Ni watu ambao watakuchallenge zaidi mtafute Mungu, ama ni watu wataondoa hata ile imani ndogo ilikuwa imebakia kwako? I want people who will remind me that we need to take some time and pray. I want people who will remind me, people who will challenge my life, that we need to seek God more. Because the more you seek God, the more you discover how much more you need to seek him more. There is no church in history which ever had a breakthrough without living a life of prayer. And the reason why the early church was different, because of three things. Number one, they were in one accord. Number two, they were full of the Holy Ghost. Number three, they prayed. They lived a life of prayer. God will shape your life by prayer. Your promotion will come by prayer. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you and God, your majority. Na sisi ambao tunapenda Yesu, we don't go round mountains. We face them in Jesus' name. The Bible says the fear of a man is a snare, but he that trusteth the Lord shall be safe. So when you fear, when you walk in fear, you walk in sympathy. When you walk in fear, you imprison yourself. You are in a cage. Even your mind will be caged. Your thinking will be different. But when you speak the word, you will find yourself active. Bwana asifiwe sana. Refuse to be defeated. You will face many defeats in life. You will face, listen and listen good please. You will face many defeats in life, but never accept yourself to be defeated. Shetani atakuja na njia nyingi. Lakini kila wakati kumbuka, mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi nimeokoka. Mimi napenda Yesu. Bwana asifiwe sana. Mambo yetu hayaeleweki na watu ambao hawajaokoka. Don't wait for them to clap hands and congratulate you. They will never understand you. We live in two different worlds. Wakituona hawatuelewi. Don't try to prove something to them. Let God prove it. Bwana asifiwe sana. Don't try to be somebody. Just let God prove that you're his child. Somebody sang and said, through it all, I have learned to trust in Jesus. Through it all, I have learned to depend upon his word. And that singer says, now I thank God for the mountains. I thank him for the valleys. I thank him for all the trials he let me see. If these things never came my way, then I would not have known what my faith in God would do. Remember the promise. He shall never leave us. He's the Alpha and Omega. He who began this good work, the Bible says, he shall finish it. Bwana asifiwe sana. And as he walks with us, that on that holy highway, the highway of holiness is in the Bible. The highway of holiness. As he walks that highway with us, he walks making us at the same time
working on us, shaping us, making us what he wants us to become for his purpose and for his glory. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Me, one thing I know about God is that God is faithful. God is faithful. Don't you ever be bothered by what people think about you. Keep your fellowship with God. Just keep your fellowship with God. The Bible says, believe in the Lord your God. Believe also in his prophets. A servant of God is a prophet of God. Believe what he says to you, and you will see your life change. Yes, you will see it. You will come with a testimony. Bwana Yesu asifiwe sana. And you will discover, my life was not like this. But by humbling myself, listening to the word, and accepting the directions of the servant of God, I can see changes. That is the God we talk about. Not just a God who seems to be a million miles away. Not just a God who doesn't seem to know us. A God who says in his word, try me. Huh? Si amesema hivyo kwa Biblia. Try me, if I will not open the windows of heaven. Sasa Mungu ambaye anasema munijaribu, si ako tayari kujidhihirisha. He wants to prove himself to you personally. Anataka kupatia wewe mwenyewe ushuhuda. Wewe mwenyewe uwe na ushuhuda. Ujue hapa hata ikiwa vipi, hata nikiwa nimeona haya, lakini kuna pale alifanya. Huh? You remember David when he was fighting Goliath? He gave a testimony. Huh? One thing, it happened like this. The lions came when I was... So he remembered that testimony. How God enabled him to overcome a lion. Now he says, now what is this? Uncircumcised Philistine, challenging the armies of Jehovah God. I will face him. He's banking on his strength, his stature. But I'm facing him in the name of the Lord. The Bible says the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and they are safe. Let God arise. Let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee from him, as the wax melteth from the candle. Let the wicked stay away from him. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Let them exceedingly rejoice. Bwana asifiwe sana. And the Bible says God will never withhold any good thing from them that walk uprightly. David says, even though I walk through the shadow of the valley of death, I shall fear no evil. For thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me. And then he says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. That's a good confession. They shall follow me. Jesus says, and these signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they drink any deadly thing, it shall not harm them. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Hiyo ni Biblia. Sisi tunaunda hiyo. Ni Biblia imeandikwa hivyo. It was not written in the Bible to fill the space. These signs shall follow. Signs are for encouragement. Bwana asifiwe.
If I'm driving to a place I've never seen, and I don't know whether my petrol will be enough to get me there, Bwana asifiwe sana, then I see a sign that I'm only 2 kilometers away to my destination, I'm encouraged. These signs shall follow them that believe. You will never receive any heaven's blessing with the Thomas faith. Thomas, he says, even though he has risen, I will not believe unless I see. And as he was arguing, Jesus appears through the walls. And Jesus says to Thomas, see my hands, see me, look at me. He says, my Lord and my God. Jesus says to him, because you have seen, now you are believing. But blessed are those who have not seen and yet believe. I have never met Jesus in person on the streets of Nairobi, but he's my Savior. The Spirit beareth witness that I'm born again, because the Spirit guides us in all truth. Confession brings possession. What you confess is what happens to you. Speak faith words. Speak faith words. Words are like containers. They contain fear or faith, and they produce of their kind. Ni yura da muona no agukua. Katage muona oguoge. Wala mudu yura da muona ri. Hati fata wa kuhoya. Kautage tikia mwathani kaudukagi. Because what you are saying is not what God is saying. Na hajakwambia useme hivyo. The things which are impossible with man, they are possible with Jehovah God. I want to speak the language of God. The language that never fails. The language of Joshua and Caleb. They were 12. Bwana asifiwe sana. I don't want to say adwarume mari na ihe ikomi. Bwana asifiwe sana. Direda kugogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale walisimama kwa imani. Wakasema vile tunajua Mungu wa Biblia. Mungu wa Biblia vile tunamuelewa. Ikiwa ni yeye ametuambia ni huku, basi ushindi ni wetu. Bwana asifiwe sana. There's nothing that comes easy spiritually. Your life as a child of God is a war zone. Bwana asifiwe sana. Is a battlefield. But God wants to glorify himself by you overcoming. Si tunaimbaga amasoja. Amasoja. Lakini bona, why don't we meditate what we sing? Me, I've been in the army, I've been in the police. Bwana asifiwe sana. And I remember even my service number 22536 na ile ingine 2099 yeah. I remember very well. Bwana asifiwe sana. Wakati unaimba I'm a soldier in the army, you know what it means to be an army man? What he goes through. Ndio muone pale kwa barabara akitembea. Na ametoka kwa barak na atarudi. Bwana asifiwe sana. That man has gone through something that has changed and transformed his mind. There is a language in the army that we don't speak huku inji tukiwa raia. When they see the photograph of Kenya, wanaulizwa what is that? Wanasema huyo ni mama yangu. Mapi ya Kenya wanasema ni mama yangu. The photograph of the president, baba yangu.
Ukienda huko mwezi mzima kwanza unaimba rais ni baba, Kenya ni mama. Rais unaitwa nani? Rais ni baba, Kenya ni mama. Ati kwenye ni wapi? Rais ni baba, Kenya ni mama. Bwana asifiwe sana. Until it gets into your blood system. Until when you are dreaming rais ni baba, Kenya ni mama. Kazi yako ni gani? Kazi yangu ni kuchunga nchi ya Kenya na mipaka yake. Nchi ya Kenya na mipaka yake. Nobody, no matter how strong he is, no matter what weapon they have, can take a kilo of Kenyan soil. That is the language there. Sisi tunatembea tunaona tunawafukuza huko tunapita. Let me tell you, ile training wamepitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody, as long as I'm alive, nobody can take away a kilo of Kenyan soil. That is what it takes to be an army. Na sisi tunaimba, I'm a soul, if I die, let me die. Nini? Ni kirauga we. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says we shall hold the serpents namna hii. Saa hii tukiona nyoka hapa. Wacha tuseme ukweli. Reke tualie mayaga hii. Oikirio nyoka ya plastic. Hauri. Nyoka ya plastic. Dere muoyo ya plastic. Ogethio kemeo haga ginya kwanyu muciĩ. Uthiĩrĩire igũrũ ite igũrũ. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuseme ukweli. We got to trust God and be practical sometimes. Because the teaching of God, the class of God is not easy. It needs a people who are teachable. A people who are ready to be disciplined. A disciple is a disciplined follower of Jesus. And there's a class the Lord will take you through because the school fees has been paid, the blood of Jesus. Alafu itafika mahali, you will not thank God because of a miracle. You will thank God because He's God. You will thank God because there is nothing else you live for in this world apart from God Himself and His holiness. Where the Bible says in everything give thanks, it's not very easy. But God will walk with you to a certain level whereby when it's very hard to say so, you will stand and thank Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Let God make you what He wants you to become. He who began this good work in our life, He's able to finish it. That is why He's called the Alpha and Omega. Because whatsoever He begins, He finishes. Bwana asifiwe sana. It's no longer I that liveth, but Christ who lives inside of me. The Bible says, greater is He who is in me than he who is in the world. Now, those are scriptures you should talk to yourself. You should remember them, no matter what you see, no matter the opposition. He never told us that this life is smooth. He never told us that it's stomach. Carpet, kila mahali, tiles. No. What He promised is that in all situations, He promised to be with us. Yes. In all situations, He promised to be with us. Hata ukiwa wapi, remember He's there with you. I shall never leave you nor forsake you. The Bible says the angels of God encampeth round about them that fear God. David says, I was young and now I'm old. I have never seen the righteous forsaken, all their children begging bread. Na hiyo iko kwa Biblia. Daudi anasema hivyo. Sijawahi kuona mtu ambaye ni mwaminifu akiwa amewachiliwa ama watoto wake wakitembea kwa barabara wakiomba chakula. I have never seen.
Bwana asifiwe sana. The Bible says, commit your ways to God. Commit your ways to God, and your plans shall be established. The Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. You've been in your night maybe for the last 10 years. You've been in your night for the last 30 years. You've been in your night since you got married. You've been in your night. And we all go through our nights. But soon and very soon, by the grace of God, your morning is coming. And you will invite us to rejoice with you. That is why God has put you in this fellowship. He has put you in this church. In the church you are loved. In the church there is warmth. In the church you are accepted. In the church we count you as one of us. Bwana Yesu asifiwe sana. I've always told God, I want to be a participator in his work at all times. Are you a participant or are you a spectator? Huh? I've always asked my church members, am I your pastor or your preacher? But somebody may like my preaching, but I'm not his pastor. Because if I'm your pastor, you will let me know when you're going and you're not coming. Yes, you will involve me in your life. And if you have more than one pastor, you have no pastor. You're out of the will of God. Bwana asifiwe sana. The apostle of God in this place should know you in person, on personal level. Don't use him like traffic lights. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. There are people who use pastors only after the end month. But when the wallet is good, God, you have given me a big head full of brains, let me use my money. But when everything has become elephant, man of God, please pray for me. You know the devil, the devil, the devil, the devil, the devil. Why don't you come and tell him about God? He's also a human being. He needs to be told good things. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Your apostle is fighting the same devil, only at a higher level. Yes, but he's also a human being. He needs to be encouraged. But when you have the money, hata ukumbuki area ndio ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waacha ukutwe na kamlima kidogo. Man of God, I really want to see you. Where are you, man? You know, man of God, I've been praying for you. You are praying for him and you want him to pray for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Even us ministers of God, we want to see you growing. God is not interested with retarded children. Children who don't grow. We lay hands on you for 20 years and we don't see any signs of growth. Huh? Even some of you who are parents and your child is 20 years and your big daughter comes and says, Mommy, I want to breastfeed. You will know now, this is not a blessing now. This is a burden. Huh? Because the Bible says children are a blessing from God to the parents. Now, when a 20-year-old boy comes and wants to breastfeed, now that is abnormal. Yes. But when we see them grow, they love church. They love to pray. They remind us that we need to do Bible study in the house. In the church, in their places of school, they are leading prayers in the parade. Then we know something good is happening. Yes. My son, who is a pastor, when he was in class 4, he one day came to me and told me, Daddy, tomorrow they told me I will pray in the parade when he was in class 4. Give me a scripture because I should read a scripture. He reminds me the scripture even today. And then he told me, after the scripture, tell me what I should tell them.
told him, now, after this scripture, you tell them this, you tell them this, you tell. He wrote down and they memorized the whole night. The following day in the parade, they called him. The headmaster is there, all the teaching staff. And he read the scriptures very confidently. And then he told them what I had written for him, this time from the head. From that day, class 4, they started calling pastor. Huh? Pastor. He's been to States. He came the other day. I sent him there to preach somewhere. Bwana asifiwe. And he's a minister of God. Hallelujah. Look at your children. See a bishop. See a pilot. See a governor of Central Bank. Bwana asifiwe. Hallelujah. See a president. See your daughter getting married to the king of Wales. Bwana asifiwe sana. See big people begin to confess the impossible. Let people laugh. Wachana na wao. Wewe ukiwa mzazi una baraka. Una baraka. Waambie mambo mangumu. Watafikiria, mami ananionanga namna gani? Mbona mami anaona mimi naweza kufanya kazi kwa banki kweli? Wewe hata wewe ndio sambulio. And their minds will change. They will begin to see it is possible. Na watafunguka. Na Mungu atawainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all things are possible to them that believe. All things are possible. Bwana Yesu asifiwe sana. One thing I've discovered with your apostle, he's a very, very likable man. Mungu amempatia ukibali. And God gives him breakthroughs. He doesn't struggle. Huh? Unajua kuna watu wako hivyo. Na sisi wale ambao hawajaokoka wanasema ana kismati. Kismati ni nini in the first place? Is it a Swahili word? Is it ati ana kismati ya kukubalika kupewa pesa hivyo tu. Hakuna. Ni Mungu anaona roho yake. Na kila mtu sote tuko tofauti. Na bahati vile Mungu amekuumba wewe na vile ametengeneza your future, mine is different. That is why he puts us together, anatuita watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. You have something I need and I have something you need. So when we put these talents together, God is glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisikia mtu akisema ati sitaki mambo ya watu, if you wake in the morning and discover nobody is in Nairobi, you will become bananas. Bwana asifiwe sana. Utaanza kuuliza kwani watu walienda wapi? Because no one is an island. You need the other person. Yes. That is why by God's wisdom he made us to be Kenyans. Whether we like it or not, this is our home. Yes. Even when we go to other countries, we are accepted because they can see we have a home where we are coming from. You can't go to a country and say you are stateless. Huh? I have come, I want to be an American. Where do you come from? I don't have a home. They will shoot you. Because you are a problem now. Huh? Bwana Yesu asifiwe sana. Our passport says if you go to any country where there is no Kenyan embassy and you have problems, go to the British embassy. Passport yetu imeandikwa hivyo. Wale mna passport msome muone hivyo. You see, tumelindwa vizuri. Ukienda nchi ambaye hakuna Kenyan embassy na upate shida tu kidogo, enda kwa British embassy. Just by telling them you're a Kenyan, utaambiwa kaa chini kwanza, unataka nini? Umekula? Mna mahali pa kulala? Bwana Yesu asifiwe sana. Because we have a home. And our map is the most beautiful in the world. The Kenyan map. Sinakaa kama shati. Bwana Yesu asifiwe sana. We have the most beautiful map in the world. That's the truth. That is the truth. And the name Kenya is a Jewish word meaning God's rest.
is why Kenya will never be like those funny countries. Because the hand of God is in this nation. And there are people who love God in Kenya. People who love to pray. And the most Christianized country in the world is Kenya. Bwana asifiwe sana. Hata tukiwa na shida zetu. Hata tukiwa na wale wanacheza mambo ya kiroho, wanatapeli, wanafanya nini. Lakini kuna watu wanapenda Mungu. Bwana asifiwe sana. When I talk about Kenya, I really talk about this country. You go to some places, when you say you are from Kenya, they focus and begin asking, oh, the country where people run in the Olympics. Yes, that is where I come from. And they begin asking, what is very special with you people? Why do you always win? Because we are blessed. Yes. Because we are blessed. The hand of God is upon our country. The most blessed country. Yes. Very blessed. The second highest mountain in Africa. That is where we got the name of our country. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It's a blessed land. Very blessed land. We have the best brains in Africa here. Amen. You people, you didn't know. We have the best brains in Africa in this country. Hallelujah. Something else you didn't know. Number 6, most beautiful women in Africa, Kenyans. Hey, hey. You can Google, do your research. I know what I'm talking about. Bwana Yesu asifiwe sana. Hi. And Kenyans have a very long lifespan. Yes. Because we eat healthy. Avoid eating 6 eggs in the morning. Huh? Nawe ni mtu moja. Sikubali. You are spoiling your life. Bwana Yesu asifiwe sana. But bananas, fruits you can eat. Kula bakuli mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ha? Kula fruits sana. Lakini mayai usikule 6. Hiyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, just eat healthy. Na Mungu atakubariki. Na utaona mkono wake. Wakati tunaimba nimeuona mkono wa Bwana, kabisa umemuona. Yes. Na utakuwa umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ndio namba 1. Ukiamka omba, ukilala omba, watoto wako waombee, wazazi waombee, ofisi ombea ofisi, kazi yako ombea, mikono yako ibarikiwe, Mungu akuinue, mfuko wako ubarikiwe, na usisahau Mungu, fungu la 10 hiyo ni lazima, hiyo ni kulipa si kutoa. Tithe we don't give, we pay. Offerings we give, but tithe we pay. Tithe is for protection. Bwana asifiwe sana. Offering is for receiving, but tithe is for protection. We pay tithe because we are born again. We don't give excuses that we don't have a job. Nairobi si watu wanatumia pesa. Hata wale wako kazi si wanatumia pesa. Wanatoa wapi? Kuja apostle. This man is very humble. Nakupenda apostle. Thank you. God bless you. Thank you. You're welcome another time. Yes. Uroka tu ha. Dina haya uma. Mosoja. No soja. Nisiye pagaga. Msikia neno. Ni mzuri neno. He's taught us a good word. Yes, thank you. I'll tell him about you. I will tell you about him next time if you bribe me. If you bribe me. Yeah? Bribing is heavenly. Yes, heavenly. Inakubalika. Yeah? Are you sure? Are you sure? Bribing is heavenly. Jesus gave his blood so that he can bribe God, that he persuades God that we be forgiven. It's us. Thank you very much for today's service. I think we are happy. Tumeona mkono wa Bwana leo, si ndio? Na tumebarikiwa.
It is because of the fire that we are keeping burning. Nataka kuwauliza wiki hii, all church members, all what? If you're a church member, lift up your hand up juu, inua mkono. Kama wewe ni mwanachama wa kanisa hii, kama wewe si mwanachama usiinue, straight mkono. Mwanachama, nusu chama hivi. Mwanachama hivi. Kabisa hivi. Dada kuonaje geke? We shall be getting into prayers. This prayers is about retaking back our glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Retaking what? Today we have made declarations. Today we have connected ourselves with frequencies ambazo tulizihitaji. Tumeng'ang'ana karibu miaka 4 kutafuta hizo frequencies na tumezipata sasa. We are good now to go. Now to connect the frequencies we need 7 days of fasting. Hello? 7 days of what? And I want to train you how to do this fast. Kwa wale tumekuwa na wao, zache ni kuniangalia na macho baya nige, ate nige. Tuashoka fasting. Hapana, sikuwaita, mlijiita. Lakini this one we'll do like how Somalis do, the Islam. We eat in the morning and jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama ile tumekuwa tukifanya kwenda na maji, tutaenda na jioni na asubuhi. Sasa you can fast it, ukitaka kufast ukiwa nyumbani, it's okay. Ukitaka kukuja hapa, it's okay. For 7 good days. And be faithful. Because there is a key. When you have made your declarations, and you've made whatever we did today, kuna kifunguo imeachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. This man was not in when I was preaching, but nimesikia kiconnect na sisi venye tulipreach asubuhi, si ndio? Whatever you preach, because this is the season of the handing over of the key. We have taken over. Hello? We have taken over. Hello? Ile revival ilikuwa ya zamani imeisha leo. Sasa we have successfully taken over. Now to activate the password, you need 7 days of fasting. To activate the password. Sasa hii ni very personal. It's not about the church, it's very personal. Because yes, we have taken over, but how did we? Did we take it as a church or as an individual? How many are we here? How many have connected with God? How many have connected with the systematic frequencies and energies that are required to connect you for the blessings that you want? Bwana Yesu asifiwe sana. So what I'm trying to tell you, ukinunua TV yako, lazima umenunua, you've bought it, umeenda nayo nyumbani. And ni internet, you will need internet. Internet, you don't buy it with a TV. TV has a gadget that can connect to the internet, but internet you get it from another provider. Bwana Yesu asifiwe sana. Or wale ambao wanatumia aerial, you buy an aerial, then you put an aerial, then you connect it to a decoder. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is what exactly we are doing. Now when you connect it to a decoder, you will subscribe to whatever you want. Ukitaka KBC inakuja, ukitaka Sayari inakuja, ukitaka KTN inakuja, whatever you want. Ukitaka Ndura Waruingi, Digira inakuja, kila kitu inakuja, Betheri inakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. So the connection now, it is you. We have brought the water. We have brought the water to the field, to the land. Now to connect this water to your farm, it is you. And this now requires total commitment, because it is you now to activate on your land. Now we have the umbrella. We are covered now. Things are working. Hapa umutakuwa ukiona, unahisi, unafeel, kutoka leo utakuwa unafeel, uko na pesa, unafeel. Yani unuraigwa presence ya besha, unuraigwa presence ya blessings, unafeel kuna presence yako. But you must be connected to that presence so that it can provide for you. Did you get me? The water is there, but not connected. Lazima ununue mita yako ndio uwekewe. Stima post imepita. Sasa to connect hii stima lazima uagushiwe waya kwako na uwekewe mita.
Are you getting me now? So these 7 days tutajicommit on that. By Sunday, there will be testimonies. Me already myself encounter already as we are talking now, nikiwa pale kwa ofisi nimepata testimony moja. Nitawaambia Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana, because I have been doing it and I knew God told me for you to confirm that already nimekupatia, I will do something for you on Sunday. He has already done it. Ushikoneja we kama dhafu. So this is what you will do. You can, let us choose to do Daniel fasting. Daniel fasting ni gani? Yeah? Daniel fasting? Yeah? You eat veggies. Veggies. You can choose to do Daniel fasting, you do veggies. For those who are very strong, and I really need those strong people, they can do Esther. You can go on water or Esther, dry completely for 7 days, if you can. But remember, you must do it if you are sure of your health. It can be suicidal. Are you getting me? It can take you to somewhere. You can, it's possible unaweza kwenda kukutana na Albert. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are strong, and I'm looking for those strong people, very strong, because I want to do from Wednesday to Sunday, I want us to do dry. For those who are, if you know you are very strong, you can be able to do it. We do dry. Ndio tukamilishe mwendo. But also we can do ya fasting ya Johana Mfatidhania. He was eating what? He was eating wadudu na honey. Yeah, alikuwa nakula grasshoppers na. So you can also choose to do, unakula asubuhi vizuri na jioni. Mchana hata kumeza mate usimeze. Usimeze mate, unatema. Mchana kutoka saa 12 you decide, kutoka saa 12 mpaka saa 12, kutoka saa 1 mpaka saa 1, kutoka saa 2 mpaka saa 2. So you choose. All zote zitakuwa inclusive. Kwa hivyo hakuna moja itakuwa umeanguka nje. Ukichoose ile umechoose, ukichoose dry, ukichoose partial, whatever you do, as long as utakuwa in prayers. Now this is how we'll be doing our prayers. Per day we will do 3 prayers. Early in the morning, during the lunch hour, and the evening as you break the fast. As you start the fast, midday and the evening. Unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Morning, if you are a 6 man or a 7 or an 8 man, you do from that time, you pray. Then once you pray, you go to lunch hour, tunaomba, jioni, tunaomba. Kwa wale ambao ungetaka tukae hapa, wale ile shift yetu, mkataka tukae, if you want to stay with us, me and you here, tutaenda tu, mimi nitakuwa hapa all through, but it's not a must. Unaweza kwenda kupumzika kwa wale kama Jeria ametoroka nyumbani sana. Lakini ukiona unataka utakuja, unakuja, na mtu yote akitaka kukuja tufanye tuendelee for 7 days. Tulia kulala huku sasa. Na wale wa mchana, kama unaweza taka kukuja hapa mchana, utaregister na sisi ndio tujue you are here mchana. Ni watu wangapi tuko na wao mchana, na jioni ujiandikishe, useme utakuwa kikuja jioni, kutoka tunasukuma mpaka asubuhi. We want to have vigil. Kwa hivyo kuna watu lazima utakuwa na wao hapa, ndio tukue na kitu inaitwa vigil. For those 7 days we must keep guard. Tufunge anything that can cause it, tunaweza kukosea. So we keep guard. Usiku na mchana hii nyumba isifungwe. Usiku na mchana. Kuwe kuna shift ya mchana na kuwe kuna shift ya usiku. Kwa wale mtataka tuendelee, mtaregister na Ann simama wakuone. Monene mtaregister na Ann, because she's the one that ndiye anakuanga hapa daily.
Sasa utajiregister naye useme wewe ni wa mchana, huyu mimi nataka usiku. Today ujiandikisha leo ndio tujue tuwapange. Bwana Yesu asifiwe sana. So tutakuja Sunday Saturday usiku. Kama mtaweza nyinyi yote, mkuje Saturday tulale hapa kama Dorcas venye amelala saa hii. Tukuje Saturday tulale hapa mpaka asubuhi tukiomba. Tunaongea kuhusu usiku, hatuongee kuhusu mchana. Kwa hiyo nyitagira. Yeah? Mumechanga pesa ya kukula? Bwana Yesu asifiwe sana. So on Saturday wale tutataka kukuja, tutalala hapa sisi yote tukiomba na tukeshe. Tukipokea that night Mudhegi itakuja, tutapokeswa Mudhegi. Hello, that is why tunahitaji kuwa wasafi, clean the whole week, because we are receiving a mantle, and this mantle tukikamata hivi, the world will be our toy. Bwana Yesu asifiwe sana. The world will be what? Our toy. Yes, mommy. I want to cancel. Kwa nini? What has it to do with you? Nitawachijia busi, msijali. Yeah? Yes, ni busi. Ni busi hiyo. Omo ukakatolo ne boli. Ne gambo de jira di mgoka. Lazima tukutane, mkuje tukutane tupange system zetu, kila kitu. Bwana asifiwe sana. Tutapanga, tutajipanga tu usijali, lakini mkuje tupange because we are aligning every department of this church. Of late umeona nimekuwa nikipanga hawa napanga hawa because by Sunday we must put everything aligned, divinely aligned venye God has been instructing me. Do this, fanya hivi, weka huyo, toa huyo, weka huyo, because it's about alignment. So hata hiyo nimesema Club Synagogue ni kuialign. Siku hiyo tutakutana tushikane mikono tuombe, tuialign. Kama ni worship team tunaialign. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni media team tunaialign. Kama ni madhabahu tulianza na hapa tukachange hapa. Si mnaona kila kitu imechange. Na sasa hawa kuna watu walipaga viti hapa. Unaona hawa sasa ni watu hawajui alignment. Hawajijielewi vizuri because si umeona sasa imepelekwa huko nyuma, badala ingekuja hapa. Ndiko nimeonyesha venye itakuja, inatoka pale inakuja hivi. Because there was a reason for that. Na ndio nilileta kiti yangu pale. Sasa very soon nitaweka kiti kingine. Zikuwe gapi? 2. Mashene makofi mohiga. Hiyo ni uhiga mtupu, lakini pigeni tena makofi mengine. Nani atanunua kiti hiyo ingine? Nani atanunua? Sasa utikao wana leo, nani atanunua kiti hiyo ingine? Tuweke pale. Inua mkono wako juu kama utanunua kiti. Yeye atanunua. Mukali akuje akalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you very much for being with us, and so many things will align. Na mukwe sensitive from today to Sunday. Be very, nobody will guard you, nobody will monitor you, nobody will look at you. It is all about you alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ni wewe, ni bidii yako. Ni bidii yako, si bidii ya mtu mwingine, and you will see the massive hand of God. You will see what you have never seen. You will encounter real heavens, the real stars from heaven, the real everything, the frequencies. And I can see kuna watu already washaanza kukamata hiyo frequency. Ni mutikiruga mena maguru manyu negetha riu ndikimwariria kaundo to worship hanini negetha ndikimurathime na ndehero maguta haha na mujaririe ruhia horn
Sunday nĩngarathimana na maguta ma rũhĩa. Unajua hiyo rũhĩa? Agnes uliona maguta ma rũhĩa? Ha? Nĩ rũhĩa. Tukarathimana na maguta ma rũhĩa marĩa Daudi arathimirwo namo. Na mweherie ite ici ciothe tondera to worship, then ndimũrathime ndimunengere. So it is about tafuta kifunguo yako itapatikana. Na hakuna mtu atakupush kutafuta kifunguo, ni wewe ujitafutie tu. Yes, kijana habari? You are doing well? Thank you, I can see. Let's get into worship. Yo de hereka pakori. Mungu wetu ni Mungu anayeweza. Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Wewe Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Mungu wetu wewe, Mungu wetu wewe unayeweza. Kujeni sasa hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Mungu wetu ni Mungu unayeweza. Ewe Mungu wetu, ewe Mungu wetu ni Mungu unayeweza.
unaweza, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana. Wewe ulikuwa kwa hiyo ya kuomba usiku? Mtu yote mwenye alikuwa ile ya kuomba usiku, turudi pande hii ndio tuweze kubariki hawa watu ambao tumekuwa na wao wakati wa maombi ambao tumekuwa nayo. Wewe na wewe kujeni, msimame hapa hapa. Wewe nyinyi si watu wa kuomba sana. Luka na wewe kuja hapa. Ni watu wa kutoroka wakati tunaenda kuomba. Simameni, na ndio tunasema ndio wazee wa kanisa, lakini hawashikirii watoto hapa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Eko Judy ameenda wapi? Ama ametoroka? Alitoroka, si nimemuona hapa. Uliko Judy wake yale. Ado ya kuhere mena madena maigi muno katuha mwari wa ithe itu. Kila dada we ngoja kidogo sasa. Kila dada wo thaitha tu na ndairo kwaririe tu ni Ngai. Tukatira Ngai. Shoka kuri Ngai. Don't be personal. God want to glorify you. God want to use you. Niwe wa kuigire hau akuigite. Tondu ni afagite na ni afagite gugutumira. Ni ukoretwo na challenges nyingi muturire-ini waku. Ni Ngai ukugereirie kuu guothe. Ona guku kwa ndura ni Ngai wakureheire. Na nigetha uigue ndura ni akurakaria muno, no Ngai watumire urakare ni ndura. Tondu hari kiria Ngai agwitiire ni undu wa kurikira thiini. Tau rire waguthwo ni ndura ire nduthia ukarikira muno. No ndirariria. Ni ndurikagira muno. Tondu ni uremete uhateire guku iguru handu ha kurikira. Ukahatira guku na Ngai ni arenda urikire tondu ni arenda gugutuma Nicaragua, ni arenda gugutuma Sweden, ni arenda gugutuma ugathie tu barabara ya Sweden, ugathie ukiaragiria ta muguruki, ukimunyaga kiria giothe kirendekana tu ugathie Githumo. God has been preparing you for that. So please tiga umanga na ukirenyaga muingi utikane naguo, utige umanga. Wanyita ni tuyo mundu wa kiari aria matugia guku Kenya. No Ngai ni akwendete na Ngai ni arenda gugutumira na njira ya magegania muno. Uguo nyiha tu itikira tunyiha. Ona ndura kurakaria ndura ndari na tigiti waku wa matuini. Ruta wira wa Ngai utige kuhereka. Just do it. Don't look at anybody. Don't look at anybody. No, be focused with your God. Work straightly with your God. He is able. He is delivering you. He is sending you places. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the point. Na pia tumeingia kwenye shift ingine. Tumeshift, inakuwa inaitwa paradigm shift. Bwana Yesu, siwe uende kwa hawa watu wengine, wale wanaume wenzako pale.
niwe ndirarĩria we nĩkĩ ũreka na atumia na gũkũ thutha Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nyinyi wanaume kujeni saidi hii sasa. Kwa hiyo wanawake rudi hapa kidogo. Choka hiyo. Arume othe moke haha. Wanaume wote wakuje hapa ndio tuweze kuangalia hii maneno inaenda msuri namna gani. Leta kujeni hapa tu. Kujeni hapa. Mufike mpaka hapa muuze. Miguu yenu iguse hii. Yes, good. Na atumia na nyoko kakai. Ndera kumuitiria kirathimo. Nigetha Ngai amurathime. Mwathani agocwo. So what I'm about to do, hii ni mchanga, msifikirie kuna kitu kingine. Hii ni mchanga ile nilitoa Paris kule kwa King Charles. Hii nilichiba huko nikaleta, ndio hii nimechanganya na mafuta. Na sasa ninaleta ile kitu. Unajua walikuja Kenya wakachota mchanga ya Kenya wakaenda na yao huko. Hiyo ndio imesustain hiyo kingdom. Ile mchanga walifanya nini? So literally what I did, na mimi nilienda nikachota mchanga hiyo nikarudisha uthamaki huko. Todo ni uthamaki maire. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uthamaki mekiri atia? Ni uthamaki maire. Na nikioronete makirehe bara huko nigetha igokona riri tutikarute. Hallelujah. Na mimi nikaita jeshi tukakuja tukafanya hivyo. Therefore what I'm trying to do, what I'm doing ni gũcokia uthamaki. Na uthamaki ukaga na utonga, uthamaki ukaga na irathimo, uthamaki na kujaga na kila kitu. When you are a king, you own everything. Everything becomes yours. Gold becomes yours. Silver becomes yours. Anything that you need that is associated by the earth that was created by God, you get it. Bwana Yesu asifiwe sana. So today I'm returning the glory of Kenya and making Kenya be placed under the glory of God. So it is about the glory. What we are doing now is about the glory of God. You'll be shining under the glory of God. And whatever you will be doing from now henceforth, it will be glorious. You'll be glorifying the name of God. So meaning that netwashokia uthamaki. Na netwanyita uthamaki. Kuja tu hapa katikati kama una struggle. Na netwanyita uthamaki back. So wale wote walikuwa nasikia wakisema uthamaki wa thayo nini, hiyo poto imefungwa. Kumefunguliwa poto ingine ambayo hawataielewa, the frequencies zake hawatazielewa. They will be as confused. Kuja hapa katikati baba. Nini unataka kufanya? Kufiri mwapi? Wote. Sasa si ufupishe maana uko juu sasa, juu yao. Fupisha miguu. Najua hawa bado ninawafundisha kujua hii kazi. Teremsha tu chini kabisa, yote chini. Yote mpaka hii mguu isimame hapa. Sasa hapo utaweza kufiri mwenye unataka. Na utawaona na saisi mzuri. Si ndio? Mimi ni journalist, usinionage hivi. So literally ninarudisha the kingdom back. And the thing is that you are so advantageous that God has used you for this moment. That you are the people that God wanted to be there to witness how to revert, to bring back what he had given us. This is kingdom ilichukuliwa, ilikuwa subdivided into two. Moja ikachukuliwa na watu wanaitwa Vatican na ingine ikachukuliwa na watu wako UK. That's the palace. Watu wa Vatican walichukua through the popes. Na ndio naona popu wote wakikuwa lazima wanakujaga. Na kuna mahali pale university ndio wamejaga madhabahu yao ya kunyakua ufalme. Because that place is very synonymous with the frequencies za Kenya hii hapo. Hata Maumau pande huyu ya Boulevard hapo ndio kulifanyika mambo mingi ya Maumau. Na ukiangalia Mishuki alipokuja ni pande hiyo alipanda miti because kuna connection na hiyo river inapita hapo. Hiyo nitakuja kuambia siri yake. So what we are doing is that I will bless you na tumafuta tu kidogo. Na hii nikikubless na tumafuta kidogo, kuna ujaso utaingia kwako, utapata ujaso mkubwa sana. And God will start. Sasa utaanza kuona maneno ulikuwa hauonagi.
Umeona? Kwa sababu sasa umetenganishwa, umeigizwa into a spiritual realm that is more powerful than others. Na wale watu walikuwa wanakupagia, wanapanga maneno mingi, they will not be able now to withstand your pressure. Itabidi kama ni wachawi warudi tena for mchawi mwingine mkubwa kuliko yule wanakuaga nao. Na mchawi mwatakuinukia atakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote mwenye atakupangia sasa kupigana na wewe, hata wale sasa tunakuaga na wao hapa wanatupagia, itakuwa so disastrous for them. So you better uende tu okoke tu, because tumeshift, tumetoka kwenye ile level ambayo ulikuwa unafikiria ni mchezo. So as we have shifted, watu wakishift, vitu vinachangingi vingi sana. Hata the way utakuta kama ulikuwa umeajiriwa ama unafanya kazi fulani, hiyo kazi inafujika kama si ya hiyo level, ndio uingizwe kwenye level nyingine. Kama ni kiboyfriend ulikuwa nacho, si cha level ile huko, kitaondoka ndio uletewe kingine, kitakuwa mzee. Sasa uachane na mambo ya nini ya maboyfriend. Sasa unaingia sasa kwa wife, ama systematically you are glorified, yani you are lifted up to another level that it is not a level that is of other people. Sasa hata watu wakikutana na wewe utaona mtu anakuogopa tu. Yani anakuona yani anakuwa na ile fear of unknown. Haelewi ni kwa nini anakuogopa, lakini anakuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia mahali kwa ofisi ya wakubwa, unaona mkubwa wote anarudi chini, anaona ni kama kuna mkubwa ameingia. This is what will happen. Alafu kuna milango mingi itafunguka automatically, milango inafunguka tu automatically. Kwa sababu ile mafuta sasa utapakwa ni mafuta ya kukufungulia, yani kufungulisha kila kitu. Sasa you will not struggle much. Yes, kuna obstacles, kuna challenges, but you will not struggle. You will not struggle because already you have broken the yoke. Hallelujah. So kuna wale tulisema ni mapastors kuja karo hapa, ni wewe. Nani mwingine? Wewe kuja. Ni wewe. Ni wewe. Ni nani mwingine? Wewe kuja. Na wewe kuja. Nani mwingine? Sawa, pigeni magoti hapo. Ndio Mungu awasaidie muweze kufaulu katika hii maneno. Mudo wetu chini, hiyo ya chini, hiyo ingine ya chini, hiyo hamjafika hii level. Hii ushikilia nini? Weka magoti vizuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namtenga huyu mtoto kwa ajili na minajili ya kazi yako. Ulimuinua Musa wakati hakuna mtu alitamania kwamba utaongea na yeye. Alikuwa hajui kuongea, lakini ulipomshika tu alifanya maajabu. Wacha na maajabu yakatendeke juu ya mtoto huyu, ukamtumie kwa njia ya kipekee. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru maana umemfungua, umemtenganisha na vikwazo vya kifamilia, vya kimaisha na vyake mwenyewe. Umemuondolewa laana na milango ambayo alikuwa amejitengenezea yeye mwenyewe, na mingine milango ambayo ilikuwa imetengenezwa kupitia kwa damu ya familia. Sasa yuko huru. Baba, mtumie. Use her in the way that pleases you. Father, I thank you. Bless you in the mighty name of Jesus. Every door, demonic door, gates zote za kishetani zimeporomoka katika jina la Yesu. Na Mungu atakutumia kwa njia ya kipekee. Mungu wa mbinguni akutumie jinsi ulivyotaka kutumika. Mungu akutumie, akusaidie, akurehemu, akujaze kwa upako yake. Yes, the glory of God, the power of God be upon you, that you may be able to withstand as I separate you from any altar and any covenant and any agreement that you made with whoever that you made with, that disconnected you from the blessings of God. Wale tulikuwa kwa fast, tukuje sasa. Pigeni magoti hapo, hiyo laini ya pili.
Sasa amuka urudi nyuma. Kama tumemalizana na nyinyi, amukeni mrudi nyuma. Baba nidashokia. Fungeni macho yenu sasa. Baba nidashokia uthamaki wa Kenya. Nidawucokeria ciana cia Kenya. Nidawucokeria ciana ici Ngai. Utonga wothe wa bururi uria watahirwo ugetahirwo ni mbari ya thukumu, mbari ya thungu, mbari ya kamutuorogi. Ni matunyire ciana ici irathimo ciao, magematunya indo ciao cia urimi, mahiũ mao, ciana ciao, nginya irathimo ciao ciothe cikĩiywo. Ũmũthĩ ũyũ Ngai ũrĩa athũngũ acio mokire makĩiya magereire thĩinĩ wa ndini, magĩtunya ciana ici na bũrũri witũ kĩrathimo kĩao, kĩrathimo kĩu nĩ ndagĩcokia. Nĩ ndamacokeria wĩyathi wao, nĩ ndamacokeria kahũa na macani mao na indo ciao, nĩ ndamacokeria mĩgũnda yao, nĩ ndamacokeria magongona mao, nĩ ndamacokeria njĩra ciao ciothe. Baba, nĩ kwahandirwo kĩgongona kĩa Freemason kĩrĩa kĩagereirio mbari ya Waiyaki, tondũ Waiyaki nĩwe wendirie bũrũri agĩkeneana kĩgongona-inĩ kĩa Freemason, agĩcoka keneana kwĩ mbari iria ingĩ cianyikire cikĩnyitĩrĩra. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, kumania na ũmũthĩ, mbari ya Waiyaki nĩ ndamĩeheria thĩinĩ wa mapu-inĩ ya ũrigithathi wa bũrũri ũyũ. Nĩ ndameheria thĩinĩ wa kĩgongona kĩa bũrũri ũyũ. Nĩ ndameheria thĩinĩ wa kĩũndũ kĩrĩa kĩngĩgiria bũrũri witũ ũgĩe na wĩyathi. Ũmũthĩ ũyũ Ngai, nĩ ndanengereria bũrũri witũ wĩyathi, nĩ ndetia hinya kuma na igũrũ, ũthamaki waku ũke wĩkagwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Ciana ici ciothe Ngai, nĩ ndaciohorithia kũrĩ cioho iria ciumanĩte na Freemason, iria ciumanĩte na ũgonorogi na ũragũri, iria ciumanĩte na ũhoi wa ngoma, iria ciumanĩte na Illuminati, iria ciumanĩte na magongona marĩa mathaga bũrũri ũyũ, iria ciumanĩte na wĩitĩki wa thakame, iria ciumanĩte Baba na gũtunywo kwa irathimo citũ. Nĩ ndamohorithia na nĩ ndamarathimithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amũkĩra hinya wa Ngai. Yes. Amũkĩra hinya wa Ngai. You are free now. You are free now. Receive. 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 Wewe uliniita mwaminifu, kazi ulioanza ndani mwangu kuamini. Mlalishe na huko kuamini, utaimani sitafa moyo, siyakuradhime kayakuhenya kayakuyohotane. Thank you.
sitafa moyo, ninajua wewe Bwana niniita umwaminifu, kazi Bwana niliyoanza nakuamini utaimaliza, sitafa moyo, wewe Bwana, wewe uliniita umwaminifu, kazi Bwana, kazi niliyoanza maishani, nakuamini Bwana, nakuamini sitafa moyo, haleluya, ninajua wewe Bwana niniita umwaminifu, kazi yako Bwana, kazi uliyoanza maishani mwangu, nakuamini Bwana, utaimaliza. Anajua shida zako, yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Anajua shida zako, yeye atazitatua. Bila Yesu mimi ni ya shida, anajua shida zako, atazitatua. Bila Yesu mimi ni, anajua shida, anajua shida zako, atazitatua. Bila Yesu mimi ni, anajua shida zako, yeye atazitatua. Shikaneni mikono. Yesu mimi ni, shika mwenzako yule yuko karibu, mshike tu mkono. Shida zako yeye atazitatua. Bila Yesu Mimi ni, anajua yeye, mwache huyo, shida zako kama hawezi mwache tu. Kama amepiga magoti chini, wachana na yeye. Tushikane wale ambao wamesimama. anajua Bwana, anajua shida zako. Watoto mtulie sasa, mtulie kabisa. Thank you kidogo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa ni watoto wako. Kama ulivyoniagiza nimefanya hivyo. Nimerudisha ufalme wa Kenya kwa Wakenya. Nimerudisha mali ya Wakenya kwa Wakenya. Nimerudisha maongozo yote ya Wakenya kwa Wakenya. Mungu wangu, hawa wamekuwa mashahidi, na kwa sababu wamekuwa the first line, ukawabariki, ukawafungulie milango, ukawafanya wakuwe matajiri, walime kama Isaka ukiwa na desert, na wafaulu. Baba, wafungulie baraka za Abrahamic blessing, zile baraka ulimwambia kukubariki nitakubariki. Utaongezeka kama nyota za biguni ama mchanga wa baharini. Baba, wajazie tu kama vile ulivyosema, nyota za biguni wacha zikuwe ni wao. Kama vile ulisema ni mchanga wa baharini, wacha ikuwe ni wao. Baba, nasema tu jinsi umeniambia kupitia kwa kitabu cha Yeremia 1:10, eti ya kwamba watapenya kwenye mataifa na falme, watazivunja, watazitambaratisha, wataziangusha, na hata kuinua na kukujengea madhabahu mapya. Kama vile Gideoni alikuinulia madhabahu mapya, na hawa wakuinulie madhabahu, na hawa wakuinulie kitu kipya. Baba, watumie kwa njia ya kiajabu, watumie katika njia ya kimiujiza, watumie katika hali ya kifedha, watumie kwenye hali yote katika taifa hili, na waweze kuwasaidia wakasafiri mataifa yote ya dunia, wakafikishe ujumbe wako tu. Wakifika huko, dunia inabadilika kwa sababu ya uwepo wako, nchi inabadilika kwa sababu ya uwepo wako. Mungu Baba, hakuna Mungu mwingine, wewe tu ndiye. Wewe tunakutaminia, wewe ndio tunakungojea. Wewe ndio uliumba mbingu na kuumba dunia, na ukasema dunia hii ni yako
na itamiliki. Maana ufalme wa shetani sasa uko chini ya miguu yetu. Ufalme wa shetani tumeufunga kule kuzimu. Ufalme wa shetani hautasimama tena Kenya. Na kutoka sasa moto iwake Kenya, iende Tanzania, Uganda, iende Ethiopia, East Africa nzima, West Africa, Central Africa, South Africa na North Africa. Zote moto wake kutoka hapa usambae, utembee. Na wale watu wote wanajiita mapresident ambao hawaitanishi na wewe, moja baada ya mwingine waondoke, na uweze kuinua wafalme wako watakaofanya ufalme wako kasimame. Baba, ninakuomba tu mataifa yote yamiminike katika Kenya, maana chemichemi ya maji ya uhai ya moyo imeshuka. Mataifa ya Amerika ikuje kutafuta maono hapa. Mataifa ya Uingereza wakuje kukutafutia hapa. Mataifa ya Afrika na Europe na Asia zote, Canada na Australia zote zikuje kutafuta ushauri wako kwa watu wa Kenya, watoto hawa ambao umeinua, na wengine wengi watakaoinuliwa, na wengine wengi watakaobarikiwa, na wengine wengi ambao milango yao imefunguka mahali mapote. Baba, ninakuitisha wale ambao ni financial, ambao umewatenga kwa ajili ya kusimamisha ufalme wako. Baba, ninakuuliza tu wapate ulinzi wa kipekee, uwafiche na mafuta, uwafiche kwa damu ya Yesu Kristo, wasionekane. Wapatie gold, uwapatie silver, uwapatie chochote ambacho kinahitajika kwa minajili ya kazi hii. Kuna maadui walikuwa wametuinukia, wengine hata walisema tukufe, lakini kutoka leo nasema, Mungu wangu, maadui hao wote wamesambaratika. Maadui hao wote Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawasambaratisha, ninawachapa na confusion, ninawakonga na waharibu, naharibu kuta zao, naharibu nyumba zao, ninaharibu ndimi zao, TV zao, video vyao, vyote ambavyo vinyago walikuwa wanatumia, damu za watu walikuwa wakitumia, zote ninazikamata katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, uliniambia tu ya kwamba watajaribu kutoa kafara ndio ufalme isimame. Hata wakamuua Albert ndio ufalme hiyo usimame. Ninakuomba Baba, wamejaribu kuficha mambo mengi hata ya jinsi waliokufa. Ninakuomba sasa waanike wote waliohusika, ndio Kenya iwe mfano wa kila mtu duniani. Uanike, uwashughulikie kwa njia ya kipekee. In the mighty name of Jesus Christ. Ninafunika watoto wote kutokana na madawa ya kulevya, kutokana na wale watu ambao watekaji nyara, kutokana na uabudu wa shetani, kutokana na magei, kutokana na lesbian, kutokana na watu ambao wamekuwa wakifanya mambo ambao ni kinyume na wao. Na wewe Mungu, ninakuomba tu, wacha bendera yako iinuke, wacha amani yako ipatikane, wacha upendo wako upatikane. Hawa watoto watakapotoka hapa, mahali popote watakanyagisha miguu yao, amani yako ipatikane, ushindi wako upatikane. Wakiongea tu, ushindi wako upatikane. Uwapatie favor kwa kila mtu katika taifa la Kenya, katika Afrika, katika Europe, America na Canada na Australia, nchi zote za dunia. Watakapofika huko wapate kibali. Baba, tumefungua miradi mingi hapa. Tuko na benki ya Besima, tuko na media, tuko na waimbaji, tuko na mapasta, tuko na wazee, tuko na kila aina ya watu katika huduma hii. Baba, kutoka leo na kuomba ukawaimarishe, ukawatie mafuta ya kipekee, ukawapatie ujasiri, ukawapatie nguvu ya kupata upenyo. Wasirudi nyuma, wakianza kwenda safari, hiyo safari wakamilishe kwa mapenzi yako. Na maadui wote ambao wameinuliwa kupigana na wao, hawa maadui waaguke upande huu na waaguke upande huu katika jina la Yesu Kristo. Kutengenezeke barabara mahali popote tutakapokuwa tukienda. Baba, ninakuomba utupatie kiwanja chetu, tukajenge nyumba yetu ambayo ni nyumba tutakuabudu, madhabahu ambayo tutakuabudia, kama vile umetupatia Thika hata hapa Nairobi. Baba, ninakuomba utupatie mahali tutakujengea nyumba yako, na tutakujengea nyumba ya kifahari. Tutajenga nyumba ambayo dunia mzima watakuja kuiangalia kusema hawa ndio watumishi wa Mungu. Baba, tuko na watoto nyumbani, na watoto hao wote wakabarikiwe,
watoto wote wakafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Tuko na wazazi, tuko na mabwana zetu na wake zetu, wote tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakamata malaika wa kifo nyumba hii, watoto wa nyumba hii na washirika wao na mafamilia zao na vitu zao, biashara zao zote hazitakumbana na mauti ya aina yoyote yale, katika jina la Yesu Kristo. Ninawakava na damu ya Yesu Kristo. Mapepo yaliyotumwa na aliyejituma, malaika wa kifo aliyetumwa na aliyejituma, wote nakamata na sambaratisha kazi zao, na haribu mipango yao, na vunja satellite zao, na vunja viredio vyao, ndimi zao, hata vitevi vyao, viredio vyao ninavikamata, waya zao, communication zao ninazikamata katika jina la Yesu Kristo. Kenya is a free nation, lakini uabudu wa shetani hautafanyika. Mahali popote kuna nyumba ya Freemason, ikamate moto. Mahali popote kuna nyumba za waganga na warogi na wa Illuminati, zikamate moto, wakose amani, wachomeke, wasambaratike katika jina la Yesu Kristo. Ninafungua bingu, nafungua anga yote, nyota ambazo zinaongoza, mwezi ambao unaongoza, jua linaloongoza, maji yanayoongoza. Hizo ndizo element ambazo Mungu umezitumia. Ulitumia nyota kuongoza Yesu, ulitumia mwezi kumulikia, jua linatumulika, maji tukikunywa ni uhai. Baba, ninainua, na hivyo vyote ndivyo vinafanya utajiri wa dunia. Utajiri huo na ukafanyike kwa watoto hawa, vibali hivyo na vifanyike kwa watoto hawa, wakaweze kuinuka kwa njia ya kipekee. Nyumba hii ikawake moto. Tunaitisha watu kona zote. Kuna wale walitolewa hapa, tunawarudisha. Kuna wale wengine wanatamania kukuja lakini hawajafika, wanakuja. Kenya mzima tunaitisha kwenye madhabahu hii. Kenya mzima tunaitisha kwenye madhabahu hii. Afrika nzima tunaitisha kwenye madhabahu hii. Ninakuomba ukatuweka kwenye satellite. Europe mzima, Amerika mzima, Canada, Australia, zote ninaziamurisha katika jina la Yesu. Maadui waliofukuza watu hapa, Baba, ninawasambaratisha, ninawafunga, njia zao zote nazifunga. Watu wote uliowaagiza wakuje, ninawafungulia barabara. Nafungua Helisilasia, nafungua Railway Lane, Tomboya, Moi Avenue, River Road, Wede Jogoo Road, hata Utaring, bypass zote, Kiambu Road, Thika Road, Ngong Road, Magadi Road, Mombasa Road, zote ninasifugulisha. Mitaa yote iwe ni Dadora, Kayore, Soweto, Gong, Rogai, Kitegera, Athi River, Kikuyu, Kiabu, Thika, hata Nyeri, hata Kiabu, hata Wede Meru, Kisii, Kisumu, Garissa, kote tunakudemand katika jina la Yesu. Kwenye madhabahu hii tunawaitisha wote walio wagonjwa, tunawaitisha wanaohitaji misaada mbalimbali, tunawaitisha kila kitu ambacho Baba unataka watu wako wapate. Ninaachilia roho ya uponyaji, naachilia roho ya uponyaji. Watu hawa Baba ukawainue, wakuwe na vipawa za kuombea watu wakapone, wakaombea visiwi vikaone, wakaombea viwete wakaone, wakaombea maskini wapate pesa, waombea kila aina ya matatizo, magonjwa kiliwe ni ukimwi, whatever the type of the disease, uwapatie nguvu sasa. Ndio inashuka nguvu ya uponyaji, nguvu ya deliverance, nguvu ya kutajirika, nguvu ya kufungua mipaka. Ndio inashuka katika jina la Yesu. Ndio inashuka sasa. Ndio hiyo inashuka. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa. 1 2 3. Ndio imeshuka. Yeye imeshuka sasa. Imeshuka. Nguvu za Mungu zimeshuka. Nguvu za Mungu zimeshuka. Ndio hizo zimeshuka. Ndio hiyo imeshuka. Na mapepo aina yoyote ile hayatafaulu. Milango ya kuzimu haitapenya katika jina la Yesu Kristo. You are free now. You are free now. The gift of healing, the gift of deliverance, the gift of healing imeshuka kwako. Thank you Jesus. Kama uko na
sadaka unaweza kutoa ya kujiconnect na hiyo madhabahu, wekelea hapa kama uko nayo ya kuconnect na hiyo kitu tumefanya. Jiconnect, jishikanishe, jiconnect haraka kwa yule anaweza. Nitiki. Mungu anasema tumefaulu katika jina la Yesu Kristo. Tumefaulu. God has heard it. Mungu amesikia. Kunaikia nguvu zingine. Mfanye biashara, Mungu afaulishe. Ufanye kazi ya Mungu bila kurudi nyuma. Mungu atakupatia mawazo, atakupatia hekima ya kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Wekelea hapo tu, jishikanishe, wekelea kwenye madhabahu na wainaweka mkono yako hapo, unasema Mungu, nimejishikanisha na yote ambayo yamenenwa, yote ambayo yamesemwa. I am part, I agree. Sema I agree. Nakubaliana. Yes. Wekelea tu hapa. Neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bethel Clouds TV, empowering lives.